fingerprint yako tofauti na. I know you like my vibe. Yeah. Mimi watu wenye mioyo safi wanaumizwa sana kwa sababu wenga waamini. Anakuambia mtaka cha uvunguni, kasogeza kitanda. Make yourself a priority. What's up everybody? Karibu kwenye Raw Season 2, the spot where we talk about the truth we usually hide. Kama nilivyo introduce kwenye posters zilizopita hapa kwamba kwenye Season 2 takuwa na bidada Azla. Azla, you're welcome. Thank you. I'm so excited you kuwa co-host wa Raw. Na unajua the way, yani happiness nilionayo kukuwepo. First of all, kwanza umependeza. Thank you so much. Yeah, sikutegemea. I know you like my vibe. Yeah, Sam. By the time Azla, nataka kidogo tuwe na small combo hapa. By the time nilipokutafuta kwamba Azla tufanye wote Season 2 ya Raw. Wewe ulipokeaje jambo? Kwanza first of all, nishukuru kwanza kwa kunichoose mimi kwa host wako kwenye Raw. Ulikuwa excited kweli au ile? Yeah, of course I appreciate. Unajua vile napenda kipindi hicho unavyokipeleka. You talk the real, mambo ya ukweli yanayotokea. Yeah. Kama tulivyosema sasa hivi we are going to talk about the truth we usually like. Kwanza nikwambia hivyo unaelewa nini? Yaani ni vitu vya ukweli ambavyo watu wanavificha. Vinafanyika ila watu wanavificha. Yeah. The point ambacho kina watu wanafanya labda wanavificha. Kwa upande wako nafikiria nini? Kwa nini kuna vitu ambavyo watu tunavifanya lakini hatutaki watu wengine waone. Wala hata sijui kwa nini watu feel weird kwamba kuna vitu hivyo kuvificha japokuwa vinafanyika. Ni kwa nini yani? Sometimes kuna muda watu hawapendi vitu vyao viwe private, kila mtu ajue. Privacy, yani watu wengine wanapenda kuendesha maisha yao in private way. Sababu sometimes unapokuwa na expose maisha yako sana, unawapa kiki watu wote kufahamu kwamba lifestyle yako ipo hivi, na inakuwa easy kwa your enemy kuattract wewe na yani kukuyumbisha, tunaweza tukasema hivyo. I know umefuatilia episodes za Season 1 za Raw, is it? Kitu gani ambacho ulikuwa unatamani you kama co-host wa Raw uboreshe in this Season 2 ili iwe among of the best podcast in Tanzania and Africa, Mungu akisaidia? Kwanza nataka this Season 2 ikuwe different kabisa na Season 1 ilivyokuwa. No, Season 1 ilikuwa watu wako na pick zile paper na soma. Ile kwa tunaita quick fires. Sasa hivi I don't think kama itakuwa hivyo. Kwa sasa hivi tutakuwa wawili. Mwenyewe na mimi co-host. Tutakuwa tuna invite different people. Yeah. Sure. Ndio hivyo. Kuna vitu mtaziona some changes different kabisa na Season 1. Get prepared. Niko na mpisha anapiga mambo mazuri biliani la Raw Season 2. Watu wao mnakula vitu vizuri. Yeah. Tuende direct kwenye today's topic. Today's topic nataka tuongelee why good people get hurted the most. Okay. Can you tupe kidogo deep, wende deep kidogo, introduce the topic and then yani tukisema why people get hurt the most, yani ipo hivi, kwa nini wale watu wazuri wanakuwa wanaumizwa sana? Yeah. Sina sio kuumizwa tu, tusibezi sehemu moja. Tunakuwa tukisema wanaumizwa either kwenye maisha ya kila siku, kwenye mapenzi. Tena hapo ndo mama yangu watu wanaumizwa. Jamani. Hapo kwenye mapenzi hapo ndo maumivu hapo ndo pini yenyewe ipo. Yani kwa nini? Vitu gani vinasababisha mpaka wanakuwa wanaumizwa? Watu wenye mioyo mizuri au watu wazuri? Kwa nini? To my side naweza ngasema good people wanakuwa hurted kwa sababu first, mtu anakuwa amefanya dedication kubwa ya time. Hata so time tu mtu anaweza kukuta amewekeza hata mali tu kwa mtu fulani. Unanipata? Ili huyo mtu yani awe na yeye tu, yani in terms of love or whatever chochote, yani mtu anakuwa yani kikubwa sana ni muda na thamani ambayo mtu ameinvest kwa mtu fulani. Sasa inapokuja kutokea time mtu huyu ambaye anajaribu kumfanyia hivyo vitu vyote na nini, alafu yeye
labda tuseme labda ana payback labda in terms hivyo naye anatoa hela au nini, a short time, yani ana red flags zinakuwa nyingi, ndio inawafanya mtu ambaye anakuwa na moyo mzuri labda kumsaidia mtu fulani au kufanya kitu fulani kwa mtu fulani unapungua na kumuumiza. Kwenye kumuumiza hapo ndio inamfanya mtu ana lose interest to my side. Mimi naweza kusema they love too deep. They love too deeply. Na tukisema they love too deeply, unajua hata wewe ukichunguza, tukiingia sasa hapo kwenye mahusiano, muone, kiingia kwenye mahusiano, unajua yule ambaye anakopo anampenda sana mwezie, ndio huwa uumizwa. You know why? Kwa sababu wewe just imagine wewe unampenda mtu, lakini yule mtu unayempenda unaweza kuta ana 20% tu, hizo zingine zote nakuachia wewe. Unaona mmoonyesha 100 anajibu kwa hivyo. Kwa hiyo huyo anayependa sana ndio huumizwa. Na kuna muda wala hawaoni hata red flags kwamba hapa tukia kuna kitu hicho kipo sawa bana, wewe anakufanyia. Sasa hapo ukitaka mtu uonekane mbaya, ingilia hapo katikati, kwamba wewe unafanya hivyo. Yani unaambia mtu akipenda hata red flags hazioni. Na hicho ndio kitu baadaye kinawapelekea mnakuja mnaumia. For sure. Kwa unaweza kukuta kuna zile tabia tudogo wanatupuuzia. Unasema atabadilika. Lakini watu wengine wanabadilika. Ndio ubadilika, lakini wewe ukishampenda mtu sana, yani ukisha show love vile, unajua kuna ile sometimes watu hutumia kama weakness, ukimpenda ndio you can do nothing, yani hivyo. Lakini by the time hivyo ikiendelea kwenda, ujue interest wage ipo hivyo. Interest wage sio kwamba inapotea shwa. Interest bwana inaondoka taratibu kwa muda. Lakini mpaka ifike hapo inapoondoka. Ile mnaweza mkafikia stage watu wameshaachana. Lakini ndio ushaumia bwana, ushapoteza muda mwingi. Kwani umeumia mara ngapi? Kwa mfano ya mara ngapi umeshaumia? Kuumia. Yani not in terms of love, in terms of mambo mengi yana disappoint. Unajaribu kushow kitu fulani kwa mtu, yani umededicate nini hapo, mwisho wa siku kwa sawa utaumia. Yani swala la kuumia bwana lipo, yani healing inakujaga inatokea ikishapita wiki bwana, moyo nao unaanza kuheal. Lakini by the time unapopigwa ile tukio ukipigwa ile tukio, yani kwanza unasikia freezing, yani unaona kama Grace ilivyo hivyo, bali moyo una freeze kwanza. Yani moyo una freeze fulani. Lakini baada hapo taratibu tu hata barafu yenyewe inayeyuka. Kwa hiyo watu mnaojaribu dedicate kwa mtu, kama ukishaona mtu bwana ana potential kwako au aonyeshi giving back to you, better uondoke mdogo. Nandi ashakuimba nitapona kidogo. Wewe chukua tu mambo ya nyingi. Tuna kingine mimi naweza nikasema they expect others to be like them. So hiyo unajua kwamba ujue watu wenye roho nzuri bwana, najua mimi na roho nzuri. I know. Kwa hiyo hilo sikupinge. Hilo sikupinge. Mimi na roho nzuri. Yani mimi what I expect in my mind kwamba na wewe una roho nzuri na yule kwamba kuna muda naweza nikafanya kitu, najua mwenzangu yuko na hivyo kama nililokuwa na mimi, kumbe ni hapana, binadamu tunatofautiana. Hapo ndo tunakuja kwenye the point of expectation, na kwamba sisi yani unaambiwa siku zote ukitembea na notion ya kwamba reduce your expectation to something. Kuna slogan moja nisho kusikia kwamba inakwambia reduce your expectation to zero. Expectation ni matarajio ya kitu fulani. Kwa unapotenda wema usitegemee ya kwamba mimi naweza nikatenda wema more than it depend, yani na vibe yangu kwako, au the time ambayo umenikuta, au life situation ambayo napitia na nini. Sasa watu wanaokuwa na mioyo mizuri wanateseka na hicho kitu, sababu expectations zao ziko high, ya kwamba anatarajia Azla mimi akinionyesha wema na mimi nitamlipa wema hivyo. Lakini Azla ajui mimi ninachokipitia by the time. Usinione tu hivi nje nimevaa, lakini haujui labda mimi ninachokipitia by the time. Umewaka umepoa. Lakini unakuta mtu
kichwa kinatafunika huko, yani kichwa cha moto. Ndio maana bila kusahau wahenga walisema tenda wema uende zako, shukrani usingoje. Hata taarabu pia iliimbwa. Wahenga wenyewe siku hizo chachoka na nahisi wenyewe wahenga wenyewe hawaamini watu wema wanatenda na kungoja wanaungoja hivyo. Wahenga katika kitu ambacho wahenga watateseka ni generation. Ingine unajua nini? Watu wenye nzuri they give too much. Unajua? Bwana uongo Zambia hapa tusiseme mambo mengi. Watu wenye nzuri wanatoa sana. Jamani, mbarikiwe sana. Watu wenye nzuri mnatoa, mna show up sana kwetu. Nawapenda sana. Yaani hata mimi nawapenda. Nina ndugu zangu, nina rafiki zangu, yani wanatoa sana. Wana mioyo ya kutoa. Oh my God. Emotional. Unajua? Excuse me. Unajua? Bwana kuna watu wale automatically tu, yani wao wamejaliwa tu kutoa. Hata kama anacho, ana wewe when you need help wako wana show up. Mimi na shida fulani. Tuna solve. Sio huwezi kuwa na mtu ambaye yule anamwambia na shida. Unafanyaje? Mtu anakuambia tunafanyaje sasa? Yaani na shida bwana hivi. Yaani hao watu Mungu awabariki. Katika kitu ambacho mimi azidi kuwaweka kwa ajili yetu sisi. Katika kitu ambacho mimi naumia sana. Kama nikiona mtu afu ana roho nzuri, afu nikajaribu kumtendea ubaya. Yaani au sio ubaya, yani nikashow some red flag ambacho kwa upande wake mimi naweza nikaona labda ni kitu fani kidogo, lakini kwake ikawa kama ni kikubwa sana. Hicho ni kitu ambacho mimi mwenyewe kinaniumiza sana, sababu unakuta mtu ana show, yani ngombe mtu ana show love. Yani na wengine mtu ana shida na nini, mtu anafikiria. Kwa jamani, watu ambao kama hao, hebu jaribu. Unasikia, yani unajue nini kubwa kuliko yote, na wengine wana show, wanatoa hata hawataki mambo ya kurudishiwa. Wala hawaki roho eti nimemtendea mtu fulani atarudishia. Hawataki. Yani hao ndo watu wenye roho nzuri. Anatoa kwa moyo mmoja, siku ukimsaidia haya, usipomsaidia hivyo, yani hivyo. Mungu azidi kuwaweka. Hapa sasa there are some questions. Sasa Konde Boy wa mchongo wa kuchoma. Anasema hivi, kwa nini watu wazuri mara nyingi huumizwa zaidi kuliko wengine? Ndo kama tulivyosema mwanzo, hivyo they love too deeply, they give too much time. Nyingine nasema ni tabia gani ya watu wazuri hufanya wapuuze red flags? Tabia na wafanya watu wazuri wapuuze red flag. Kwanza nalikuwa mtu ajue red flag ni kitu gani. Sio kwamba turukie wewe. Najua kuna watu wengi hawajui. Mtu ajuaga anashikaga watu. Kuna red flag, kuna kitu kingine isikia si white flag. Green flag ni green. I don't know. Lakini red flag ni vile vijitabia vidogo vidogo ambavyo mtu anavifanya kwa mtu fulani, au ni vitu ambavyo mtu anavionyesha lakini vinakuwa kero kwa mtu fulani. Let's say mimi na wewe tupo kwenye mahusiano. Wewe upendi mtu ambaye anatumia pombe, si ndio? Alafu mimi nikakudanganya, okay, acha mimi situmii, au acha mimi smoke, acha mimi so mtu wa clubbing na nini. Sipendi kweli mtu anayetumia pombe. Asante for your information. Jamani, as the way hapa ni ostadhati mimi. Hata mambo ya masigara, mabangi pia sipendi. Okay. Sasa red flag ni labda simeshakwambia hivyo, mimi vyote sivifanyi, alafu nikaanza kuvifanya kisirisiri. Yaani vikawa ni vitabia fani ambavyo navifanya tu kwenye mahusiano vinakukera. Hizo ndo red flag. Sasa watu ambao wanapenda sana au nini, watu wenye mioyo safi wanaumizwa sana kwa sababu wanauzia red flag. Ni kwa sababu mtu anakuwa ana keep worth to that. Yaani anamthamini sana huyo mtu. Unaona? Kwa hiyo hata vitu fulani ambavyo anavyovifanya mtu huyo anakuwa haviteki into serious, ya kwamba sijui ni vitu vikubwa sana, au I can say that evil to my side. Kwa anaumizwa sana kwa sababu hiyo, anapuuzia kwa sababu ni ameshampenda mtu, dedicate time na kila kitu. Hata watu wengine wana invest in money. Hapa mimi nikisema kuhusu vitu ambavyo wanafanya watu wazuri wapuuzia red flags. Unajua watu bwana, wakisha kumkubali mtu au wakishamwa kumpenda mtu, anataka kujua madhaifu yake. Inatokea especially mtu akishampenda mtu, yani ile deep, yani
yani hata kusema nini utajua wewe. Hapo ndo mambo huanza. Wewe ukishapuuzia kila kitu, ushasiku unafikiri nini? Utaumia kwa sababu uchukulia kwamba hata kuna vitu zile hizo red flags anaziona, lakini anaweza sema achana nazo. Unajua kuna ile tabia tunaendelea kukua. Yaani kwa mfano kama mimi uko red flags unaziona alafu nazipuuzia, mimi nazidi kudevelop on that. Sababu unaona ni kitu ambacho hakikuboi wewe. Is it? Yaani ni kitu naona ni sawa kwamba hata mimi nikiwa hivi aboe sababu uniambii. Yaani sio kama ni kitu ambacho kinakukwaza. Kwa hiyo ndio maana inakuwa tatizo. Kwa hiyo yani ana upendo wao yani sasa kabisa watu wasipendane jamani. Sasa yani ipo hivyo kwenye mahusiano sometimes. Sio mahusiano yote. Mahusiano haya. Hivi mahusiano? Ninayo. Unayo? Mahusiano makali sana ya dhati. Wewe. Kwanza kabla tujafika mbali tunataka tujue kwanza. Host wetu ana mahusiano? Mahusiano nayo. Nakumbuka kwenye podcast moja Kivotoshi, Dialogue I think. I mean The Junction Show. Anakuambia ni mkiwa mnatuliza sisi mahusiano lakini anakuambia mkiwa mnatuliza sisi wanaume swala la mahusiano yani mnakuwa mmetuweka kwenye mtego sana. Sababu unaweza kukuta mimi sasa mtego subiri anakuambia hivi, unakuta mimi nipo kwenye harakati za kuforce hapa na pale. Sasa anasema nipo kwenye mahusiano na nafunga njia zingine. Unafunga tofauti na mwanamke. Unataka kuwa muongo katika pale Rosari. Lakini mimi naongea uhalisia. Kama podcast yetu inaitwa Lila's Week. Tuko lile. Mwanamke kuwa kwenye mahusiano na yani kuwa mahusiano stick yani in deep na kuwa comfortable sehemu yote kuuliza kwamba hasa upo kwenye mahusiano na kusema okay yaga ni kitu cha kawaida sana. Yani wanawake waga mara nyingi waga wamenyoa. Lakini sisi in reality watu wengi sana waga tuna hizi yani. Na unajua kwa nini hizo kona wanaume anazo nyingi kwa sababu hana mwanamke mmoja. Hizo ni matamanio. Si unaelewa? Wanaume sisi tunaomba na matamanio makubwa sana kompea na mwanamke. Mwanamke akishalizika amelizika, lakini sisi sijui yaga sijui ipoje. Mungu alipotuumba anajua mwenyewe. Lakini sisi waga matamanio ya. Kwa hiyo nataka kuniambia wanaume hawezi kutulia. Hata waliooa. Kwa hiyo unataka kuniambia mwanaume hawezi kutulia hata na mwanamke mmoja. Kuna shehe mmoja pia kusema kama kuna mwanaume yote mwenye mwanamke mmoja anyoshe mkono. Mbona kama inaniuma? Kwa hiyo mimi pia mtu wangu hayuko na mtu mmoja. Yaani ndio maana nakwambia hapo ukianza sasa kuweka hizo notion ndio zitakutesa. Lakini in reality sisi wanaume yani ni ngumu sana yani sijani karibu uhusiano lakini hivyo kama sisi naongea lile bidada naomba unisamee. Lakini hivyo ipo hivyo lile ya kwamba sisi kutulia na mtu mmoja yaga ni ngumu kwa sababu kutulia tunatulia. Subiri nikwambie. Kutulia tunatulia lakini matamanio kwenye yani swala kutulia mwanaume anaweza akatulia na mtu mmoja lakini matamanio leo kabishana na huyu kavaa mimi kamtamani DM nini hiyo ipo. Lakini ku stick na mtu mmoja ni possible. Mtu anaweza kustick na mtu mmoja lakini matamanio yani tunachokiongelea sio ku stick ni matamanio. Ku stick mtu una stick lakini matamanio ndio shida yani hicho ndio kitu ambacho kinatutesa wengi. Kadri siku zinazozidi kwenda mahusiano yanazidi kuwa magumu especially to us Gen Z. Waenda wenyewe wanashangaa. Kuna swali jingine hapa anasema hivi. Unadhani watu wazuri wanatoa sana kwa upendo au wanaogopa kupoteza? Kutoa kwa upendo au kupoteza? Tumai sasa inaweza ngasema kwamba kupoteza kwa sababu uwezi ukawa na matamanio ya kitu fulani kisipotee kama ukipenda. Lazima uprotect kitu unachokipenda kisipotee. Kwa hiyo issue ya kupenda kitu inaingia kwenye yani kukithamini ili kisipotee. Kwa hiyo watu wazuri wengi wanatoa kwa ajili ya kuogopa kupoteza kitu fulani. Mimi naweza nikasema hivi wanatoa pia kwa upendo. Maana ya upendo sawa. Maana mtu hawezi kumpa asiyempenda. Unajua binadamu hawezi kumpa asiyempenda. Na hawezi kufanya kitu swali nimependa. Anaweza kutoa kwa ajili kuprotect kitu kisipotee na pia hawezi
kumprotect mtu ambaye hampendi. Unaweza best tusimamie sehemu moja kwamba anatoa anapenda, lakini akikipotea ni sawa. Hiyo ni possible. Subiri nikwambie. Wewe kama kitu unakipenda unaweza kuacha kipotea? Kuna muda inafika unakichoka. Bwana, mimi hata kama mko kwenye mahusiano si give up. Mimi nikikupenda siwezi kuacha upotee. Yaani siwezi kuacha uende. Siwezi. Kuna time unafika hazo unachoka, unanichoka sasa. Yaani nasemaje? Mimi nikimpenda mtu siwezi kumwacha apotee. Na kama ukiona nimekuacha upotee uende, basi kuna vitu umevifanya ambavyo havielezeki. Vimefika mwisho. Hapa anasema hivi, kwa nini watu wazuri huwa wanaamini potential kuliko reality? Mtu anaamini potential zaidi kuliko reality. First, naweza nikasema kwa sababu ya kila mtu anaamini kwamba kila mtu ni mwema, kwamba atalipwa wema ambao amefanya. Umeelewa? Lakini kwenye reality haiko hivyo. Sio kwamba kila the way you are the moyo wako ulivyo. Yaani moyo ni kama fingerprint. Fingerprint yako tofauti na kwangu. Au the way wewe ulivyo mwema sio the way nilivyo mwema mimi. Naweza nikawa ni mwema zaidi au sio mwema kukufikia wewe. Kwa wanaamini sana kwenye hiyo potential kuliko reality, kwa sababu ya kwamba ya kwamba wana trust kwamba the way as ulivyo na ulichokifanya wewe na mimi nitafanya hivyo hivyo. Hiyo ndio inapokuwa changamoto. Ndio maana watu wengi wazuri wanafanyaje, wanaumizwa kwa sababu ya hizo expectations zao ziko high. Sijajua sasa wewe kwa labda kwa upande wako. Mimi naweza kusema wanathamini sana mabadiliko. Yaani kwamba mtu anaweza akashow zile red flags, lakini yeye anajipa matumaini kwamba atabadilika. Yaani hivyo atakuwa. Lakini kumbe vitu ambavyo sivyo haviwezekani kwa watu wengine. Ndio. Sawa. That's cool. Kwa watu wazuri jamani, sometimes jaribu to reduce to base kwenye reality na mtu fulani. Azza yuko hivi, tembea naye hivyo hivyo. Hiyo ukitembea nao notion ya kwamba Azza ni mwema atakulipa wema. Usijali nitakulipa wema bwana. Mimi nitakulipa wema. Wema analipa na ubaya pia analipa. Mimi habari za kuachia sijui umwachie mpaka Mungu akulipe. Oh my God, I'm so sorry for that. Kinitendea ujinga nitakuipizia ujinga. Kwa nini? Wanaweza umtendee mtu mabaya. Wahenga washakwambia tenda wema pita hivi. Subiri nikwambie. Kwa hiyo kuna mnashangaza wahenga. Subiri nikwambie. Wewe mtu anakufanyia ujinga. Kwa hiyo na wewe bado uko unamfanyia tu mambo mazuri. Sio mazuri. Ngoja nikwambie. Kama mtu ananifanyia mambo mabaya, inafika time najaribu kumtoa mtu huyo kwenye cycle yangu ili asiwe na effect kwangu. Obvious. Na iko mimi ndio kitu nafanya. Mimi ipo hivi, kama kuna mtu najua kabisa hatuwezi kumatch. Kwenye cycle ili nisiwe na stress na wewe. Naona mimi mambo ya sijui mambo ya kununiana au kunini, mimi hizo mambo mimi sina. Yaani wewe nakupunguza. Nimeangalia slowly na kupunguza. Nimeangalia post moja leo before muda nilipokuwa najiandaa kwa ajili ya pod. Kuna post moja ya bingwa wa magari, I think you know, unamfahamu. Tajiri milioni 5 na 800 tajiri. Bingwa wa magari bwana anakuambia kwamba siku zote jaribu kutafuta watu. Yaani usistick na watu wa namna moja. Yaani wewe Azra usikomane na cycle yako hiyo kila siku. Kama unaona kwenye hiyo cycle yako haupati kitu chochote, wala hamna mabadiliko yoyote. Kwa nini? Ya kwamba unaona mbona wengine wanafanikiwa mimi niko hapa. Jaribu kujichanganya na watu, jishobokeshe. Kitu kinachotoa watu wengi sisi shobo bwana. Ningesema kitu, sema hapana. Sema watu wajifunze. Shobo, yaani mtu anaogopa nikimfuata Azla hapo kuongea naye itakuwaje? Ataona kama anamshobokea nini zile. Hizo ndio zinachokuja kutoa vijana wengi sana. Kwa sometimes jaribu kujichanganya na watu. Shoboka. Yaani mimi naweza nikasema hiyo. Shoboka kwenye faida lakini. Shoboka kwenye faida, sio kwenye ujinga. Shoboka. Maana yake ushoboka. Unaposhoboka kwa mtu mwingine, unatengeneza cycle nyingine. Wewe jaribu kuwa karibu naye, maana yake ana cycle nyingine. Unajaribu kuingia kwenye cycle nyingine ambao
You never know hiyo cycle ikawa ndo sehemu yako afanyaje. Kwa sometimes jaribu kujichanganya na watu ambao unaona kabisa nikijichanganya na fulani ni mtu mwema. Sio kwamba ujichanganye na mtu akakupoteza, hapana. Ujichanganye na mtu kabisa unaona hasa amefanikiwa kwenye kitu hichi na ni kitu hichi ni dream ya mimi pia kufanikiwa huko, lakini kwa upande mzuri na sehemu ya jamani. Jichanganye, jaribu kuinteract naye, ongea naye kwamba hapo ulifanyaje, hapo unafanya nini na nini, ili ukifanya hivyo for sure yani utakuja kuwa mtu fulani ambaye ni successful, sababu the way unavyozidi kujichanganya unazidi kujichanganya na wale wenye mafanikio na mnajaribu kubadilishana mawazo tofauti. Yeah. Kuna question nyingine hapa inasema kuna wakati wewe binafsi umeumia kwa sababu ya kuwa too good na ulichukua funzo gani? To be so good afu nikaumizwa. Kwanza ushawahi kuwa mwema sana kwa watu au nakuuliza? Mimi ni mwema vibaya mno, kisikia wema. Yaani wema zaidi ya Sepetu. Yaani swala mtu kuwa mwema afu unaumizwa. Unaweza kuumizwa pote, so you only in love for what? Unaweza kuumizwa kwenye maisha ya kawaida. Real life unaweza ukawa umeshoa. Disappointment yanatokea mengi. Mimi hiyo mwana imemtokea sana. Ngoja niongelee kwanza kwenye real life. Sisemi kwa ubaya. Kwa mfano kuna watu nilikuwa na invite fresh. Mtu sometimes na muinvite kwa kumfuata. Yeye ndo ananiomba. Naweza nikaja kwenye podcast na nini naambia it's fine come. Na achana na mimi kutafuta mtu mwingine kwa ajili ya kuja kwenye pod. Kwa sababu wewe hasa ushanipa sureness unakuja, si ndivyo? Maana yake nimecancel watu wengine nika dedicate wewe, nikakupa thamani yangu wewe. Yaani hapo nime keep worth. Yaani nimekuona wewe ni mtu wa thamani, si ndivyo? Na kwamba hasa ukija unaweza kuongea point fanya zikawa worth kwa watu wengine zikawasaidia, si ndivyo? Afu mtu mwisho wa siku umeshafika location. Hamna kitu kinauma ufike location umefanya setup na kila kitu. Unakumbuka kuna siku tuliwahi kuja hapa ikatutokea. Remember, sitaki kusema ilikuwa nini. Alafu mtu akudisappoint. Oh my god. Hiyo in real life. In love mtu unaweza ukafanya hivyo vyote at the same mtu akakuumiza. Hiyo inatokea pia in love. Mimi hapo kwenye funzo mimi naweza ngasema yani sometimes watu tunatakiwa tupunguze umuhimu kwenye maisha ya watu. Niliona kabisa kwamba sina potential kwenye maisha ya Daki, pita hivi. Sina potential kwenye maisha ya Bilbeni, sijui nani toka. Ondoka. Yani sababu leo unaendelea kukaa kwa mtu unaendelea kujiumiza. Yaani unaendelea kujiumiza, lakini siwashauri kwenye mapenzi. Ukiona mtu anakuumiza bwana wewe tulia. Wewe ngangani. Mimi ikifika kwenye mapenzi kuna sikiliza. Vumilia. Kwenye mapenzi kuna ups and downs. Kuna muda ambao mimi nakuwa perfect. Na bora mtu kwenye kuvumilia kuna mambo mawili. Unaweza ukavumilia ukafaidika, ukavumilia ukapoteza muda. Vumilia lakini yani vumilia. Ila vumilia. Sababu mimi nawaambia ni vumilie. Mazuri hapo. Yanachelewa na take time. Kwenye mapenzi kwamba kila siku zote zitakuwa hivyo. Tutakuwa tunaenda hivi. Kila siku tunacheka. Kuna siku unanikuta mimi na stress zangu, ups and downs zipo in love. Kwa sometimes kama zinatokea changamoto, kaa chini na mtu wako, ushauri bwana, ulichokifanya hichi mimi sijakipenda. Kama unaweza ukabadilika, ila sasa badilika. Subiri nikwambie. Kama huyo kamuta mtu yuko na mtu wake mwenye kichwa ngumu, hata ukimweka chini mkae msovu hataki. Sasa hapo ndo changamoto zinapotokea. Ukiwa kwenye mahusiano na mtu, jaribu kwanza kumjua mtu wako yupoje. Ukishamjua mtu wako yupoje, ili unajua sometimes shida inapotokea unaipresent vipi. Umenielewa? Yeah. Kama unanijua kwamba mimi nikiwa kwenye mood fulani ndio inakuwa rahisi mimi na wewe kuongea. Nivizie kwenye hiyo mood, niambie, yani niambie bana unapofanya hivi hichi kitu. Mimi yani communication kwenye mahusiano, kwenye sehemu yoyote, communication ni kitu unaomba communicate. Kuna wanaume wako na anger issues. Ukicommunicate yani ucommunicate na mtu mambo yanasovika, yani mnaongea kila kitu kinakuwa sawa. Lakini mtu unapokuwa quiet, sio unaumizwa tu, umevimba, vumilieni, utakukuta mtu umepasuka. Kingine swali la mwisho nikuulize, nasema hivi, ni kitu gani mtu mzuri anatakiwa ajifunze ili kulinda moyo wake bila kubadilika? Kulinda moyo wake ajifunze funzo ili kulinda moyo wake bila kubadilika.
On that naweza nikarudi pale pale kwenye ku reduce expectation to someone. Hilo ni funzo kubwa. Yaani ukireduce expectation hautakuja kuteseka. Yaani kwamba ukijifunza kwamba yani ile expectation ni notion kwamba Azza siku zote yuko 100 ukaitoa, yani maisha yako yatakuwa safi. Lakini ukiendelea na hiyo notion itakupesa, yani itakuumiza kichwa. Kwa watu ambao wanajaribu kutenda wema au sio wanaojaribu wanaofanya wema kwa mtu fulani, the best way ili wasiumizwe, expectation isipunguzwe. Najaribu communicate na huyo mtu wako. Sio, unanielewa? Communicate naye. Yeah. Baba Azza sijajua wewe. Yani mimi point na bado niko na stick nayo ni ile ile jamani. Punguzeni umuhimu kwenye maisha ya watu. Ndio. Punguzeni kwa sababu unaweza unampa mtu umuhimu. Afu one thing nataka watu mjue. Make yourself a priority. Umeona? Make yourself number 1 priority. Ukishakuwa wewe ukishajiweka priority yako wewe ni wewe wa kwanza. Afu wengine ndio unaanza kuwapa hiyo energy. Wewe unaumia. Unajua utaumiaje kati wewe ndio mwenye priority yako namba 1 ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo hivyo punguzeni maisha, punguzeni umuhimu wote. Ukijipenda sana mpaka wahenga wenyewe watashanga. Wewe jipende. Wewe na wahenga. Kwani una nini na wahenga? Wahenga wanashangaa kwanza sasa hivi vijana vipi? Wahenga wako hivi, haelewi wahenga. Matarajio yao yote yamekatika. Wahenga waamini. Nakwambia mtaka cha uvunguni, kasogeza kitanda akakichukua. Mtaka mawili yote kaapata, mwenga anatoa macho vipi? Mbona kaenda tofauti na miko tulivyokubaliana? Yaani mambo yanabadilika bwana. Kadri siku zinazozidi kwenda, mambo yanabadilika. Kama so mambo yanabadilika, watu pia wanabadilika. Hii generation ya Gen Z ni kizazi tata sana. Sasa kwa hizo kizazi tata kiajeni, ngoja nikwambie. Kinachowatesa watu ni hicho. Watu wanaamini kwamba mtu siku zote yuko vile vile. Watu wanabadilika. Sio, unaelewa? Watu wanabadilika. Kwa cheza na upepo. Ukiona mtu anaenda hivi, nenda naye. Hata kuumiza. Lakini eti mtu anaenda kushoto, anaenda kulia na kukuta ya wae. Hapo kwenye kucheza na upepo. Kwa hiyo yani kila mwenzio anavyoenda naye umfuate hivyo hivyo. Kama anaenda kwenye upande ambao ni sahihi. Kama anaenda kwenye upande ambao usipotoshe kwa kitu kidogo. Kwenye upande ambao mtu anaenda ni sahihi. Unajua ile? Nenda naye. Lakini kama anaenda kwenye upande ambao sio, mvute, mkalishe, muongee. Kwamba unavyofanya sio. Kukuta wahenga jamani. Jamani. Labda kitu cha mwisho cha kuongezea Azla, unawaambia nini watu ambao wanaangalia Raw season 1? I mean this is season 2 episode 1. Wanaangalia Raw season 2 episode 1. Yeah. Kwanza naweza nikawaambia kwamba mtakuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama co-host wenu kwenye shida na raha. Kama ndoa hivi. Ila kwenye shida kidogo utaniacha kwa pembeni. Kwenye raha tutaenda. Mtakuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho. Episode ya kwanza mpaka ya mwisho. Kama tulivyoanza leo, tutakuwa kila siku tutakuwa tuna invite different people. Na sisi wawili tukiwepo. I think next episode to invite mtu ambaye atajaribu kinaye achangie mawazo tofauti. Unaweza kukuta kama sisi vitu tulivyoviongea leo, tungemuinvite mtu mwingine angeweza kaongea in deep na akatoa funzo kwa watu. Mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa episode yetu leo ya kwanza ya Raw season 2. The spot where we talk about the truth which we usually hide inside our heart, our mind. Sehemu yote ambazo kitu zote ambazo tunakificha. Shukrani za mwisho kabisa ziende kwa Sokoni Sushi. Hii ni restaurant inayopatikana PSSF Twin Towers, mtaa Samora Posta. The best place for you, unaweza ukaja ukachill. Wana vyakula vingi. Sushi, wanapika sushi hivi ni vyakula vya Kijapani. Sawa. Kama unataka ujaribu kidogo mambo fulani ya Guangzhou wapi. Mambo ya Guangzhou yaliwashinda watu, kumbuka. Sawa. Mambo haya Tokyo. Welcome Sushi. Paka hapo tunaweza tukasema bye. Till next time. Bye.